الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد. tunaendelea حديثي الحديث الثاني حديث ya pili عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kutoka kwa Ibn Abbas, Ibn Mas'ud huyu radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema huyo Ibn Mas'ud amesemaje? Qala Rasulullah, amesema kwamba amesema Mtume sallam, alfajirur raji rahmatallahi ta'ala, muovu mwenye kutaraji rehma za Mwenyezi Mungu hali ya kuwa umetukuka, aqrabu ila Allah ta'ala min al-abidil muqniti, mtu huyu muovu mwenye kutaraji rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko karibu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko mja, yani mwenye kufanya ibada alafu anakatisha tamaa, yani mwenye kuwakatisha watu tamaa. Qala, amesema ukhbirna an Zaid ibn Aslam عن عمران أن رجلا كان في الأمم الماضية. Tumeambiwa kwamba kutoka kwa Zaid ibn Aslam an Imran anna rajulan, kwamba mtu mmoja kana fil umamil madhiya, alikuweko katika nyumati zilizopita. Mtu huyu kana yajitahidu fil ibadati, alikuwa anajitahidi katika ibada, wayushaddidu ala nafsihi, na anatilia mkazo kwa katika nafsi yake, bimaana anafanya mkazo sana kwenye ibada. Kana yajtahidu yani fil ibada wayushaddidu ala nafsihi, na anatilia mkazo katika nafsi yake katika upande wa ibada, lakini wayuqnitu nasa min rahmatillahi ta'ala, na yuqnitu nasa min rahmatillah, na anawakatisha watu tamaa kutokana na rehema ya Mwenyezi Mungu. Thumma mata faqala, kisha huyu mtu alipokufa akasema hivi. Thumma mata, yule mtu akafa, faqala, akasema kumwambia Mungu, ya Rabbi, Mola wangu, mali indaka, nina nini mimi kwako wewe? Nina nini? Yani anadai thawabu. Mali indaka, nina nini mimi kwako wewe? Faqala, Mungu akasema, annaru, bimaana laka naru, una nini Sheikh? Una moto. Indaka nar. Qala, akasema yule mtu, ya Rabbi, fa aina ibadati wajtihadi, ziko wapi bwana ibada zangu na jitihada zangu zote? Nilikuwa najitahidi kwenye ibada. Faqala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innaka kunta tuqnitu nasa min rahmati, hakika wewe fi dunia, hakika wewe ulikuwa nakatisha watu tamaa kutokana na rehema zangu duniani. Fa ana, basi mimi, uqnitu kal yawma min rahmati, nitakukatisha tamaa wewe leo kutokana na rehema zangu. Faqala, akasema Mungu kumwambia yule mtu, innaka kunta tuqnitu nasa min rahmati fi dunia, hakika wewe ulikuwa nakatisha watu tamaa na rehema zangu duniani. Fa ana uqnitu kal yawma, basi mimi nitakukatisha tamaa leo min rahmati, kutokana na rehema yangu. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi, yani hicho kisa ambacho tumekisoma ndo ile alfajiru raji rahmatallahi aqrabu ila Allah ta'ala min al-abidil muqnit, mtu ambaye anakatisha watu tamaa na rehema ya Mungu ni mbaya kuliko huyo mtu. Ndo akasema ruya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattu, kwamba mtu mmoja hakufanya khairi yoyote illa tauhid, isipokuwa alikuwa na kalima tu tauhidi fi sadrihi. Anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhida, hakufanya khairi yoyote isipokuwa tauhidi Sheikh. Falamma hadharahu almaut,
zama zilipomfikia dalili za kufa, qala li ahlihi, akasema kuambia watu wake, idha ana mitu, pindi mimi nikifa, fa ahriquni binnari, basi nifanyaje? Fa ahriquni binnari, niunguzeni moto, hata tad'uni ramadan, mpaka niwe ni majivu. Hata tad'uni ramadan, au mpaka mniache hali ya kuwa ni majivu. Lakini tulipita hata tad'uni ramadan, mpaka niwe majivu. Thumma dharuni fil bahri, kisha nikisha kuwa majivu nitupieni baharini, fi yaumi rihin, katika siku ambayo kuna upepo. Yani anataka ushahidi upotee kabisa. Mtu alikuwa hakufanya kheri yoyote, anataka ushahidi upotee. Fafaalu sheikh, si wakafanya? Fafaalu, wakafanya. Fa idha huwa fi qabdhati Allah ta'ala, ghafla yupo katika hukumu qabdha, yani yuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sawa? Fa idha huwa fi qabdhati Allah ta'ala, ghafla yupo katika hadhara ya Mwenyezi Mungu. Qala Allah ta'ala, Mungu akamwambia hivi, ma hamalaka ala ma fa'alta, ma hamalaka ala ma fa'alta, ni kipi kilichokupelekea mpaka juu ya kile ambacho umekifanya? Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini wakuunguze Sheikh? Qala, akasema, makhafatuka, ni kukuogopa kwako tu. Sawa? Yani alladhi hamalani ala dhalika ala ma fa'altu makhafatuka, ni kule kukuogopa wewe tu. Na kuogopa mimi sikuwahi kufanya kheri yoyote, japo nilikuwa najua kwamba Mungu ni mmoja. Sawa? Sasa nilikuwa naogopa Sheikh, nitakuja kukutana vipi na wewe? Faghafara lahu biha bil khawfi, faghafara lahu, yani faghafara Allahu lahu biha, Mwenyezi Mungu akamsamehe yeye kwa sababu ya hiyo. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhida, na hali ya kuwa yeye hakufanya kheri yoyote isipokuwa tauhidi peke yake. Wa ala hadha hikayatun, na juu ya maneno haya, juu ya hadithi hii ambayo tumeisoma, kuna hikaya nyingine. Anna rajulan mata fi ala ahdi Musa alayhi salam, kuna mtu mmoja alikufa katika zama za Musa alayhi salam. Fakariha nasu ghuslahu, wakachukia watu kumuosha. Sawa? Kuna mtu ghuslahu, fakariha annasu ghuslahu, wakachukia watu kumuosha. Wadafnahu, na kumzika. Kwa nini? Lifisqihi Sheikh, kwa ajili ya ufasiki wake. Alikuwa ni fasik mufrid, mtu mharibifu Sheikh. Sawa? Lifisqihi fa akhadhu birijlihi, wakamchukua miguu yake, wakashika miguu yake. Watarahuhu fil mazbala, na wakamtupia wapi? Fil mazbala, dampo, kwenye dampo Sheikh. Watarahuhu fil mazbala, wakamtupia katika mazbala. Fa awha Allahu ta'ala ila Musa alayhi salam wa qala, akapeleka wahi Mwenyezi Mungu kwa Musa. Waqala, na akasema, akamwambia Musa, ya Musa, mata rajulun fi mahallatin fulani, amekufa mtu katika sehemu fulani. Sawa? Amekufa mtu fi mahallatin fulani fil mazbala, na sasa yupo mazbala, yupo kwenye dampo. Wa huwa waliyun min awliyai, sikia, alikuwa ni fasik, Sheikh. Wa huwa waliyun min awliyai, na hali yake yeye ni wali katika mawali wangu. Walam yughassiluhu, hawakumuosha. Walam yukafinuhu, na wala hawakumkafini, yani hawakumvisha nini? Sanda. Walam yudafinuhu, na wala hawakumuosha, hawakumzika. Fadhhab anta faghsilhu, nenda wewe mtakamuoshe. Fadhhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa salli alayhi wadfanhu. Fadhhab anta faghsilhu, nenda wewe kamuoshe. Wa kaffinhu, na ukamkafini. Wa salli alayhi, na nenda kamswalie. Tamam, nenda kamswalie. Wadfanhu, na umzike.
Fajaa Musa alayhi salam ila tilka almahallati, akaenda au akaja Musa katika ile sehemu ile alipoelekezwa na Mungu. Wasaalahum anil maiti, na akawauliza wao kuhusiana na maiti. Sawa, wasaalahum anil maiti, akawauliza wao kuhusiana na maiti. Yuko wapi? Kuna maiti yuko, nimeambiwa hivi na hivi na hivi. Faqalu lahu, wakasema kumwambia Musa, mata rajulun fi sifatin kadha wa kadha, amekufa mtu ana sifa kadha na kadha. Wa innahu kana fasiqan mu'linan, yani mudhhiran, na hali ya kuwa yeye alikuwa ni fasiqan mu'linan, alikuwa ni fasiki mwenye kudhihirisha ufasiki wake. Sawa, alikuwa ni fasiki mu'lina, mwenye kudhihirisha, haogopi. Faqala aina makanuhu fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajlihi, iko wapi sehemu yake? Hakika Mwenyezi Mungu ameshusha wahi juu yangu kwa ajili yake, nionyesheni yuko wapi. Qala, akasema fa'alimuni makanahu. Qala, yani Nabiyullah Musa akasema Nabiyullah, fa'alimuni makanahu, nifahamisheni sehemu yake. Aina huwa? Fadhahabu, wakaenda kumuonyesha. Falamma raahu Musa alayhi salam matruhan fil mazbala, zama raahu Musa, zama alipomuona yeye Musa, yani alipomuona yule maiti, matruhan fil mazbala, hali ya kutupwa katika nini, dambo. Wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi, na wakampa habari yeye watu kuhusiana na nini, su'i af'alihi, ubaya wa matendo yake, yani matendo yake mabaya. Naja Musa rabbahu faqal, akanong'ona Musa na bwana wake, akamnong'oneza, yani akamuomba Musa rabbahu faqala, mola wake akamwambia. Ilahi, Musa anamwambia Mwenyezi Mungu, Sheikh, mola wangu, amartani bidafnihi, umeniamrisha mimi kumzika, wasalati alayhi, na kumswalia, wa qaumuhu yashhaduna alayhi sharran, na hali ya kuwa jamaa zake, yani watu wake, wanashuhudia juu yake kwamba ni alikuwa shar, wanashuhudia kwake yeye shari. Sheikh, fa anta a'lamu minhu bithanai watakbih. Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, basi wewe Mwenyezi Mungu, wewe unajua zaidi kuliko wao katika sifa, kama ni sifa nzuri, watakbih, na sifa mbaya. Mafhum? Wewe unajua zaidi bwana. Fa auha Allahu ta'ala ilaihi, wahi wa pili, Mwenyezi Mungu akapeleka wahi juu ya Musa, akasema, ya Musa, sadaqa qaumuhu fima hakau anhu min su'i af'alihi. Sadaqa qaumu, wamesema kweli jamaa zake katika nini, fima hakau, katika yale ambayo wameyasimulia kwamba huyu jamaa alikuwa hivi na hivi. Ni kweli, ni kweli kabisa. Sadaqa qaumuhu fima hakau anhu, kwa yale ambayo wameyasimulia kuhusiana na yeye, min su'i afal, miongoni mwa tabia yake mbaya au vitendo vyake vibaya. Ghaira annahu, isipokuwa kwamba huyu mtu, huyu maiti, tashaffa'a ilayya inda wafatihi bi thalathati ashiyaa, isipokuwa yeye bwana ameomba uombezi kwangu wakati wa kufa kwake, bi thalathati ashiyaa, kwa mambo matatu. Hapo sasa ndo tuwe makini. Angalia jamaa alivyokuwa, watu wa zamani walivyokuwa wanajua kumbembeleza Mungu. Shaka akamwambia, ghaira annahu tashaffa'a ilayya inda wafatihi bi thalathati ashiyaa law sa'ala minni jami'ul mudhnibina min khalqi la a'taituhu. Mungu anasema kumwambia Musa, lau kwamba wangeomba kutoka kwangu au kwangu mimi, jami'ul mudhnibina, wenye kufanya madhambi wote, min khalqi, katika viumbe wangu, wangeomba kupitia, yani maombi hayo ambayo jamaa aliomba, la a'taituhu, ningempa.
yani yeyote yule angeomba ningempa. Tamam. Fakaifa la arhamu. Sasa Mungu anamwambia Musa, vipi nisimrehemu huyu jamaa? Waqad saala nafsuhu, na hakika imeomba nafsi yake, wa ana arhamur rahimin, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kuhurumia wa wenye kuhurumia. Yani katika wale ambao unajua wewe na huruma, Mungu ana huruma zaidi yao. Qala Musa akamwambia hivi, Musa akasema, ya Rabbi wa mathalathatu. Ewe Musa, ewe Mungu, ya Rabbi wa mathalathatu, ni yapi haya mambo matatu? Niambie huyu maiti amezungumza nini mpaka umsamehe na umuite ni waliyu min awliyaika. Qala Allahu ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu subhana, lamma danat wafatuhu, zama zilipokaribia dalili za kufa au ulipokaribia umauti wake. Qala, huyu jamaa alisema hivi, ya Rabbi, ewe Mola wangu, ya Rabbi, ewe Mola wangu, anta ta'lamu minni, wewe unajua kutoka kwangu, anni kuntu artakibul maasiya, kwamba mimi nilikuwa nayafanya maasi. Anni kuntu artakibul maasiya, wewe unajua kwamba mimi nilikuwa nafanya maasi, lakini wa kuntu akrahul maasiyata fi qalbi, na mimi nilikuwa ninayachukia maasi katika moyo wangu. Sawa, wewe unajua nilikuwa nafanya sawa, lakini wewe mwenyewe unajua kwamba nilikuwa nayachukia. Sifanyi kwa kupenda kwangu na kufurahi, hapana. Lakini jitamaa fiya thalathu khisalin hatta irtakabtu almaasiyata. Mashekhe mweke shakli hizo. Akasema lakini jitamaa fiya, lakini yalikusanyika au yamekusanyika kwangu mimi, thalathu khisalin, mambo matatu, sio mambo matatu, hatta irtakabtu almaasiyata, mpaka nikafanya maasi. Mambo matatu ambayo yamenipa kampani mpaka nikafanya maasi ya Sheikh. Ma'a karahati almaasiyati fi qalbi, pamoja na kuchukia maasi katika moyo wangu. Anamwambia Mungu, na hapo Musa ndo anasimuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zile dua ambazo jamaa alizisema. Nasema ma'a karahati almaasiyati fi qalbi. Awaluha, jambo la kwanza jamaa akasema, Mungu anamwambia Musa, alisema hivi, hawa nafsi. Jambo la kwanza ni hawa nafsi, matamanio ya nafsi. Nafsi yangu ilitamani nikafanya. Warafiqu suu, lakini rafiki muovu Sheikh. Rafiki muovu. Allahu akbar. Wa ibilisu, namba tatu ni jamaa yupo ndani ya uwanja, Ibilisi, la'natullahi alayhi, laana za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Sawa Sheikh? Nasema wa hadhihi thalathatu alqatni fil ma'asiyati, haya mambo matatu haya yamenitupa mimi katika maasi. Fa innaka ta'lamu minni, akawewe wajua zaidi, kwa unajua kwangu mimi, ma aqulu, yale ambaye nayasema Mwenyezi Mungu, faghfir li, nisamehe bwana. Mfhum? Hayo ni mambo matatu ambayo yalikusanyika kwake, na ndo jambo la kwanza au ndio sababu ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu mpaka akamsamehe. Wathania tu, jambo la pili, sawa? Anasema qala, alisema huyu mtu, ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtu almaasiya, Mola wangu, akiwa wewe unajua kwamba mimi nilifanya maasi. Wakana muqami ma'al fisqa, na kulikuwa kukaa kwangu pamoja na mafasiki, waka alfisqa, na kulikuwa kukaa kwangu ma'al fisqati, pamoja na mafasiki. Yani kulikuwa kukaa kwangu ni pamoja na mafasiki, lakini walakin uhibbu suhbata salihin. Mtu huyu anasema Sheikh, lakini mimi nilikuwa napenda kusuhubiana na watu wema. Nilikuwa napenda kusuhubiana na watu wema. Allahu akbar. Wa zuhdahum, sawa? Yani wa kuntu uhibbu zuhdahum, na nilikuwa napenda
zuhudi yao. Sawa shekhe? Nasema lakini wakasema walmaqamu ma'ahum kana ahabba ilayya min alfasiqin, lakini kukaa pamoja nao, kukaa pamoja na salihina kulikuwa kunapendeza zaidi kwangu mimi kuliko min alfasiqin. Maqam walmaqamu ma'ahum, na kukaa pamoja nao, sawa, kana ahabba ilayya, yani kana almaqamu ma'ahum ahabba ilayya min alfasiqin, ilikuwa ni asema hivyo. Sawa. Kwa kukaa pamoja nao kulikuwa kunapendeza zaidi kwangu mimi kuliko na mafasik. Hilo jambo la pili. Tamam. Wa thalithatu qala, na jambo la tatu alisema mtu huyu, ilahi, ewe Mola wangu, innaka ta'lamu minni anna salihina kanu ahabba ilayya min alfasiqin, haka wewe ulikuwa najua kwangu mimi kwamba watu wema walikuwa wanapendeza zaidi kwangu mimi kuliko mafasik. Tamam. Hata mpaka lawistaqbalani rajulani, lau wangenielekea mimi watu wawili, yani wangekuja kwangu mimi watu wawili, salihun, mtu mwema, wa talihun, na mtu muovu, laqaddamtu hajata salihi ala talihi, ningeitanguliza haja ya mtu mwema juu ya mtu muovu. Wewe unajua, wewe Mungu ulikuwa unajua kwamba watu wema bwana ndio hivyo. Mpaka lau istaqbalani rajulani salihun wa talihun, lau wangenielekea mimi watu wawili, mtu mwema na mtu mwovu, la qaddamtu hajata salihi ala talihi, ningeitanguliza la qaddamtu hajata salihi ala talih, ningeitanguliza haja ya mtu mwema juu ya mtu mwovu. Mafhum? Qala fi riwayati Wahabi ibn Munabbihi, amesema katika riwaya ya Wahabi ibn Munabbihi, sio ibn Mamba, sio Mamba Sheikh, innahu qala, kwamba huyu amesema Wahab, innahu, kwamba huyu mtu alisema hivi. Hii riwaya nyingine, sawa. Riwaya hii inasema ya Rabbi law afauta wa ghafarta dhunubi, lau ungasamehe madhambi yangu. Ile afa ni afu na ghufrani, hiyo sio? Lau afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliyauka wa anbiyauka wa yahzanu shaitanu aduwi wa aduuka. Angalia maneno yalivyokuwa mazuri. Anamwambia wewe Mwenyezi Mungu, lau ungesamehe dhambi zangu, yafrahu awliyauka, watafurahi. Ukisamehe tu dhambi zangu, mawali zako watafurahi na manabii wako watafurahi. Lakini wayahzanu shaitanu aduwi wa aduuka, na angehuzunika shaitani, adui yangu na adui yako. Mafhum? Asema walau adhabtani bidhunubi, lau pia Mungu, ewe Mola wangu, lau ungeniadhibu mimi kwa madhambi yangu, yafrahu shaitanu wa awanuhu, lakini wayahzanu al-anbiya'u wal awliya'u, atafurahi shaitani ukiniadhibu kwa madhambi yangu, atafurahi shaitani na wasaidizi wake, wa awanuhu. Tamam. Wayahzanu al-anbiya'u wal awliya'u, na watakuja kuhuzunika manabii na mawali. Tamam hapo wa inni, na hakika mimi najua, wa inni a'lamu, na hakika mimi najua, anna farhal awliya'i ilaika, kwamba furaha, yani kufurahi mawali kwako, ahabbu min farhi shaitani wa awani, kunapendeza zaidi kwako wewe kuliko kufurahi mashaitani na wasaidizi wake. Angalia munajati shekhe, baina al-abdi wa rabbihi. Sawa shekhe, mimi najua kwamba anna farha al-awliya ilaika ahabbu min farhi shaitani wa awani, kwamba mimi najua kwamba furaha ya mawali kwako wewe kunapendeza kwako wewe kuliko kufurahi shaitani na wasaidizi wake. Faghfir li Allahumma
nisamehe mimi. Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni watajawaz anni. Ewe Mola wangu bwana, hakika wewe unajua mimi ninavyosema haya ambayo mimi nasema kwangu. Farhamni, basi ni rehemu. Watajawaz anni, nisamehe hivyo hivyo. Qala Allahu ta'ala, hapo Mungu alikuwa anamhadithia Nabiyullah Musa yale ambaye aliyasema kijana. Mungu akasema farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu, nikamhurumia nikamsamehe. Fa inni raufur rahimun. Mafhum? Fa inni raufun rahimun. Farahimtuhu, mara jambo la kwanza nikamsamehe, nikamrehemu, bimaana kumhurumia. Wa ghafartu lahu, na nikamsamehe. Watajawaztu anhu, pia ndo kumsamehe. Fa inni ghafurun, fa inni raufun, hakika mimi rauf rahimu. Khasatan, mimi ni mwenye kuhurumia Sheikh, lakini hasa hasa liman aqarra bidhambi, hasa hasa kwa mtu ambaye amekiri dhambi. Mwenyezi Mungu, mimi nimeiba kadha na kadha, nisamehe, nakiri kwamba nimefanya. Khasatan liman agarra bidhambi baina yadayya, mafhum, mbele yangu. Hasa hasa kwa mtu ambaye amekiri dhambi mbele yangu. Wa hadha aqarra bidhambi, na mtu huyu aliyekufa, ewe Musa, mimi nakwambia aqarra bidhambi, amekiri madhambi. Faghafartu lahu watajawaztu anhu. Ya Musa if'al ma amartuka, basi mimi bwana nimemsamehe. Ewe Musa, if'al ma amartuka, fanya yale ambayo nimekwambia. Fa inni aghfiru bihurmatihi liman salla ala janazati, hakika mimi nitamsamehe kwa huruma yake, kwa heshima ya huyu mtu, huyu wali wa Mungu, nitamsamehe yule ambaye salla ala janazatihi, liman salla ala janazati, kwa yule ambaye ataswalia jeneza yake. Wa hadhara dafnahu, na kwa yule ambaye atahudhuria kuzikwa kwake au maziko yake. Allahu a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad